Je, wajua kwamba vitu vyote viwili hivi ambavyo vimeongoza wana wa Israeli, tumesema nguzo ya moto na tukasema pia kuhusu nguzo ya mawingu. Haya maneno mawili yalikuwa yanamaanisha Kristo Yesu, ikionyesha ni kwamba au ni kwa namna gani Mungu atawaletea wanadamu mahitaji yao, namna gani Mungu atajibu na kukizi mahitaji ya wanawake. Yohana anazungumza kwamba mana katika kitabu cha Yohana sura ya 6, ambapo anasema kwamba Yesu ni mkate wa kweli, ni mkate wa uzima. Kwa hiyo Injili ya Yohana inakanusha, inaonesha waziwazi kwamba Yesu Kristo ni mkate wa uzima. Kwa hiyo ile mana waliokula tena jangwani ilikuwa ni mkate, walikuwa wanamla Kristo Yesu. Hapa tunapozungumzia kula Kristo, watu wengine wanachanganyikiwa. Nakumbuka pia wakati Yesu alifika Kapernaum, akawaambia kwamba ili wapate kuishi, wapate uzima, lazima wale mwili wa Yesu na kunywa damu ya Yesu. Lakini walichanganyikiwa. Kwa sababu gani? Walisema, namna gani huyu mtoto wa Yusufu na Maria tunaweza kula damu yake na kunywa tunaweza kunywa damu yake na kula mwili wake? Lakini ile mana ambayo walikula ilikuwa inamaanisha chakula kutoka mbinguni, ambaye alikuwa ni Yesu Kristo. Kwa hiyo mpendwa, Yesu siku zote ni maji yenye uzima, Yohana 7:37. Na Paulo anasema kwamba jangwani ni Kristo, kwamba ile jangwa ile ni Yesu Kristo. Yaani mwanadamu alikuwa anatembea ndani ya Yesu Kristo, akawa kila mara anajikwaa, akawa kila wakati anatenda dhambi. Linganisha kitabu Paulo anasema kwamba ile jangwa pia ni Yesu Kristo. Wana wa Israeli walikuwa wanatembea ndani ya Yesu Kristo, lakini wakashindwa kutembea ndani ya Yesu Kristo kwa sababu ya kuona zile jaribio kuwa ni kali sana. Wanapata chakula, ile mana alikuwa ni Yesu Kristo. Wanapata maji, ile maji alikuwa ni Yesu Kristo. Maana Yesu Kristo ni maji ya uzima. Kumbuka tena Yesu Kristo anamwambia ule mwanamke Msamaria kwenye ile birika, kwenye ile kisima, anamwambia kwamba ungelijua ni nani anayetoa maji ya uzima, basi ungelimuomba yeye akupe maji ya uzima ndani yako, maji atakayofurika ndani yako. Ule mwanamke alichanganyikiwa. Kwa hiyo ile mana ni Yesu Kristo, jangwa ni Yesu Kristo, zile jaribu zote, ile uongozo wa usiku na mchana, alikuwa ni Bwana wetu Yesu Kristo. Kabla wana wa Israeli hawayafika kwenye ile nchi ya ahadi, ile ardhi ya ahadi. Ni ardhi gani hiyo? Ni nchi ya Kanaani. Musa alirudia kuwakumbusha kuhusu sheria walizopewa pale kwenye mlima. Musa kila mara alikuwa anawakumbusha kuhusu sheria, lakini je, walizitii? Je, walikumbuka? Jibu ni hapana. Kwa hiyo kumbukumbu la Torati linamaanisha sheria ya pili. Ina maana kwamba Mungu alitoa sheria kwenye kitabu cha Kutoka, na ili sasa kuwakumbusha inakuwa ni kitabu cha pili, ili sasa wakumbuke zile sheria walizopewa na Mwenyezi Mungu. Ilibidi kitabu cha kumbukumbu la Torati kiandikwe, ili zile kumbukumbu, zile sheria walizopewa waendelee kuzikumbuka na kuzifanyia kazi. Kitabu cha Yakobo kinasema kwamba tusiwe wasikilizaji wa neno, bali tuwe pia watendaji wa neno. Kwa hiyo wasikilize zile sheria, wanaposikiliza zile sheria pia wazifanyie kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wapendwa, ndio maana ni kwamba tutakuwa tunajaribu kuona hapa tunaweza kuongeza jambo fulani, hapa tunaweza kupunguza jambo fulani. Kwa hiyo ndiyo maana ya zile sheria. Katika kitabu cha kumbukumbu la Torati sura 27 hadi 13, ni mwishoni mwa kumbukumbu la Torati, Mungu alielezea historia ya wana wa Israeli. Mungu mwenyewe anaanza kuelezea historia, anaanza kutengeneza historia za wana wa Israeli. Alisisitiza kuhusu uhitaji wa utiifu, kwamba ni lazima tuweze kumtii Mwenyezi Mungu, tuweze kutii sheria tulizowekewa na Mwenyezi Mungu, ili tuoneshe kwamba tunampenda Mungu, tuoneshe kwamba tunatembea katika matakwa, katika mapendo ya Mwenyezi Mungu. Mungu aliweka sheria nyepesi kama vile
wangeliweza kuzitii bila shida, lakini na kama wangelitii zile sheria wangelibarikiwa. Ndio kwa maana anasema kwamba naweka uzima mbele yako, pia naweka kifo mbele yako. Ni wewe kuchagua uzima upate kuishi, ni wewe pia kuchagua kifo upate kufa pia vile vile. Na kama wangelitii sheria za Mungu wasingelilaaniwa. Mpendwa, laana inatokana na kutokuzitii sheria za Mungu. Na hata pia katika familia zetu. Jana nilikutana na mzee mmoja akaniambia, baba yangu, huyu mtoto wangu ananishinda, nataka kumlaani. Nikamwambia hapana mzee, kumlaani haitaleta suluhisho au haitajibu matatizo ulio nayo. Lakini kaa na huyo mtoto, zungumza naye, na baada ya kuzungumza naye atakusikiliza. Kwa hiyo tusikimbilie kulaani, bali tukimbilie kubariki. Ndio maana waaskofu au watumishi wa Mungu wanaoitwa Walawi wanapewa kazi ya Mungu ya kubariki watu, sio kulaani watu. Na ukilaaniwa na mtumishi wa Mungu, basi unalaaniwa vibaya sana. Kwa hiyo mpendwa, ni lazima tutii sheria za Mungu tupate kuishi. Israeli alihitaji sana kumtii Mungu na kuishi kulingana na matakwa ya Mungu. Kisha baada ya kutii mwongozo wa Mungu, Mungu angeliwatoa katika mataifa, yes, na kuwahesabiwa kuwa ni kizazi kilichosafishika, kizazi kinachomcha Mungu, kizazi kinachoongozwa na Roho Mtakatifu. Basi sehemu inayokuja tutaonyesha pia Exodus route, namna gani wana wa Israeli waliweza kutembea ili kufikia nchi ya ahadi. Ubarikiwe sana.